Kuna hadithi ya kapo moja ambayo ni ya Bwana Shambu pamoja na mama Manju, na mumewe amekuwa akifanya kazi ya ualimu. Alikuwa ni mwalimu mstaafu, lakini ameamua kufundisha tusheni akiwa nyumbani, na mama Manju amekuwa akifanya kazi za nyumbani kulikweli na ulikuwa na mtoto mmoja ambaye alikuwa ameenda kwa ajili ya kusoma nchi za nje, lakini alipofika huko anaanzisha familia yake binafsi kulikweli na kusahau kitu ambacho alikuwa ameagizwa na wazazi wake kwa ajili ya kwenda kusoma na kukomboa familia. Siku ya leo mzee anaenda benki na afisa benki anamwambia hakika mzee inabidi ulipe mkopo wako kwa wakati. Mzee anaingia unyonge kulikweli, na familia hii imekuwa ikipitia wakati mgumu kulikweli kutokana na madeni ambayo waliyatumia kwa ajili ya kumsomesha mtoto wao. Na siku ya leo mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Pandea anakuja, na huyo mshikaji pia alikuwa akiwadai hii familia, na hii familia iko na madeni mengi kulikweli. Mshikaji anatoa hela, lakini jamaa anamwambia hakika hii pesa yako haitoshi, na jamaa alikuwa akifanya mambo ya mauzi kulikweli, akatumia hadi chumba chake na mkewe kwa ajili ya kufanya mapenzi na mtu wake kulikweli. Awe ni hatari kulikweli. Familia inabaki na unyonge na maumivu makali kulikweli, na huyu mshikaji ambaye anafahamika kwa jina la Pandea amekuwa na askari mmoja anayefahamika kwa jina la Shakiti ambaye amekuwa akimtumia katika mambo yake ya ugaidi kulikweli. Na hii familia imekuwa ikipitia changamoto mbalimbali, na mama Manju alikuwa anaumwa kulikweli, na mzee anampigia simu kijana wake na kumueleza kila ambacho kinachoendelea, lakini kijana wake akawa anamtumia pesa, lakini ilikuwa pesa ni ndogo sana ambayo ilikuwa inaishia kulipa madeni tu ya bwana Pandea. Na huyu mshikaji hakika alikuwa akimchukulia poa sana mzee na kumfanyisha kazi ambazo hakustahili kutokana na umri wake, lakini mzee huyu alijitahidi kumuonyesha upendo mkewe kulikweli, na hii familia ilijitahidi kufurahi na kuenjoy kipindi ambacho walikuwa wakipata muda wa kujaribu kuenjoy. Na siku inayofuata mshikaji Pandea akawa amekuja na dalali na kuambia hakika mzee inabidi ulipe mkopo wako kwa wakati kulikweli, na usipofanya hivyo hakika hii nyumba nitaipiga bei kulikweli, na jambo ambalo linamuumiza sana mzee wetu. Na mshikaji akiwa hapa anamuona binti mmoja ambaye anafahamika jina la Naina, jicho la tamaa linamtoka kulikweli, na bila kujali kwamba huyu ni binti mdogo pengine ambaye yuko sawa na umri wa mwanae kulikweli, na hili jambo linamuumiza sana mzee wetu. Na siku inayofuata anaamua kwenda kushtaki katika kituo cha polisi, lakini alipofika hapa anamuona mbaya wake akiwa katika kituo cha polisi na akiwa amekaa meza moja pamoja na askari ambaye anafahamika jina la Shakiti. Na alipojaribu kumuelezea shida na manyanyaso ambayo amekuwa akipatiwa na huyu mshikaji, askari anampatia glasi ya maji na kumwambia hakika mzee wangu jipoze na maji, na mimi sina msaada mwingine wowote. Na siku inayofuata mshikaji akamtimbia hadi magetoni Pandea na kumtandika kibao huyo mzee na kumwambia hakika kwa nini umeenda kunishtaki, na anamwambia hakika mzee inabidi ulipe deni lako kwa wakati kulikweli, na ninaomba uniletee yule binti mdogo kama moja ya malipo nipate kuenjoy kidogo. Na kauli hii ikawa imemuumiza sana huyu mzee, na kujikuta kitendo ambacho hakutarajia, na kujikuta amemuua huyu mshikaji kwa kumchoma na bisibisi katika shingo, na kujikuta amemuua kulikweli. Na sijui kama huyu mzee yuko sahihi ama amezingua, sijui nyie waungwana mnasemaje, lakini mzee anafikiria namna ya kuua, so ikabidi achukue shoka pamoja na vifaa vingine na kuamua kugawanisha ule mwili ukiwa katika vipande na kuvitia katika roba. Awe ni hatari. Na anaamua kubeba ule mzigo na kwenda kutupa katika mapori huko usiku na kuchoma kabisa mwili kwa ajili ya kupoteza ushahidi. Na siku inayofuata mapolisi wakawa wametimba mjengoni na kumwambia hakika huyu jamaa anaonekana mara ya mwisho alikuja hapa na amekuwa hapatikani wala haonekani ni sehemu gani alipo, lakini kila swali aliloulizwa yule mzee akawa anatikisa kichwa kumaanisha ya kwamba hajui lolote. Na polisi wanakosa ushahidi wa moja kwa moja, wanaondoka. Lakini siku inayofuata mkewe na ule mshikaji Pandea akawa amekuja na wakawa wamemuulizia huko akilalamika kulikweli kutokuonekana kwa yule mshikaji lakini mshikaji akaendelea na kutikisa kichwa kumaanisha kwamba hajui lolote. Lakini mkewe anamlaumu sana katika kitendo ambacho alikifanya, jambo ambalo linamfanya mzee akeshe akiwaza kulikweli. Na siku inayofuata akaamua kwenda kujisalimisha katika jeshi la polisi na kuzungumza ukweli wote ya kwamba yeye ndo anahusika, lakini polisi anashindwa kumwamini na kumwambia
Namwambia hakika hiyo movie ulioniadisia ni mzuri sana, namchukulia poa na kuona kwamba huyu mzee hawezi kufanya kitu kama hicho. Na mzee aliporudi nyumbani alienda kumwelezea mkewe sababu iliyomfanya mpaka kumkata moto ule mshikaji, na alikuwa akimlinda tu binti mdogo anayefahamika kwa jina la Naina, na mkewe akawa amemuelewa. Lakini siku inayofuata mshikaji mmoja alijitokeza na kusema yeye ndo alikuwa ni bosi wa Pandey, kwa hivyo anataka kuendeleza deni alipoishia Pandey, na mzee wetu akajikuta deni linaendelea kuwa pale pale. Na kwa upande wa askari Shakiti akawa anaendelea kufuatilia mauaji, na leo anamuingiza kwenye 18 mwanamama Manju na kuanza kumhoji ilikuwaje, lakini mwanamama Manju anamkataa kimtindo. Na siku inayofuata familia wanaamua kuomba msaada kwa mtoto wao aliyekuwepo nchi za nje, lakini mtoto anawakatia simu na kumaanisha kwamba hakuna msaada wote ambao wataupata. Polisi anaendelea kufanya uchunguzi na akaanza kuukaribia ukweli baada ya kumuuliza bodaboda mmoja ambaye alimueleza alimuona bwana Shambu akiwa amebeba magunia mawili, na mshikaji akaendelea na asikuelewa akamuingiza kwenye 18 na kumwambia hakika mzee wangu, naomba uniambie ukweli kile kinachoendelea, kwa sababu mimi ninachohitaji ni simu tu ambayo alikuwa akitumia huyu mshikaji. Na mzee aliporudi nyumbani akawa ametafuta kweli ile simu na akawa amefanikiwa simu kuipata ambayo alikuwa anaitumia mshikaji ambaye anafahamika jina la Pandey. Na siku moja kipindi ambacho alikuwa anarudi nyumbani anakuta vitu vinatupwa ile mbaya, na mzee akawa ameingilia kati pale, na haya yote alikuwa anafanywa na mshikaji mmoja ambaye alikuwa amechukua deni la Pandey, na akawa amewaadhibu kweli familia na kuachia maumivu makali kweli, na familia hii ikaingia unyonge kimtindo. Lakini siku inayofuata polisi akawa ametimba hadi hospitali ambako alikuwa amelazwa mzee wetu na kumwambia hakika mzee, ninachohitaji unipatie ile simu kweli. Na mzee wetu Shambu akawa ametoa ile simu na kumpatia mshikaji wetu Shakiti. Lakini hapa ndo tunagundua ukweli ya kwamba huyu mshikaji Pandey alikuwa amemrekodi huyu polisi na alikuwa akimtumia, kutokana na hii video ambayo ilikuwa inamuonyesha huyu mshikaji Shakiti alikuwa na mke wa mtu katika nyumba za wageni, na alikuwa akiitumia kweli kwa ajili ya kumfanya ashindwe kutumia vizuri sheria zake za uaskari na kumtishia kwamba hiyo video ataipost katika mitandao ya kijamii. Polisi anafanikiwa kupata ushahidi ambao ulimtesa kwa muda mrefu kweli, na kwa mshikaji wetu mzee wetu Shambu anafanikiwa kumuuzia kesi mdeni wake wa sasa. Awe ni hatari. Na je, huyu mzee yuko sahihi ama wewe unaonaje mshikaji wangu? Na hapa ndo inakuwa ni mwisho wa movie yetu. Karibu like, subscribe na comment kwa ajili ya kazi za moto kama hizi.